Hit Stars News. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. DFTV. Ndabaramukije nshuti bakunze ibiganiro cya kuri DFTV mukaba muri kumwe na Dinye Delicia mu kiganiro Hit Stars News. Nkuko mubizi rero ibintu by'amabiri show. Misi yose nkuko mubizi Dinye Delicia double D yegereye microphone no musimurana ko atanyufise umunsi rero ibintu by'amateka cyane. So nkaba ndi kumwe na Afro Slim mu muziki ku ndirimbo nyinshi, imwe mu ndirimbo zagiye tuma Afro Slim aduga nk'iyo yise la number teyamo n'izindi. Uno munsi rero ageze kuri Come Closer. Hey, ibintu bitoroshe cyane. Mu nyubako za DFTV turi kumwe na Afro Slim. Sinzi rero yuko duhava tuja mu Giswahili canke mu Kirundi. Amahoro wa papa. Ndashima. Meze neza. Ndashima fa. Tuja mu Kirundi mu Giswahili canke tucange. Byote. Afro Slim kubatashe kumenya ndibaze yuko mu kwidondora cyane wogenda kama kapela ka Come Closer. Oh baby, nyumva nkubwira ukuntu vyangenje. Oh sweetie, wenda vyotuma ugumana nanje. Iwawe naratakaye, sindabona n'uwakundutiye. Mbona ibyishimo ndi kumwe nawe, iyo udahari mba naburiwe. Iyo bas. Guys, jewe rero ariko naharaganda guys, no please. So come closer. Gera nanje closing. Afro Slim, uri umuntu ukunda kuvuga uri kuraririmba cyane. Ni Kirundi kandi kimwe kitavanze n'amazi. Ariko mu buzima bwawe busanzwe ni Giswahili kubera iki canke barakwandikira? Mimi ni Mswahili. Ni banyanzikira ndiyandika jenya. Mugabo ndakunda Kirundi. Okay, Afro Slim. Last time heruka Ingozi. Ari amakuru avuga yuko ufise umwana Ingozi. Oya, nimba atari banga ndasabye ugeze kuri bangahe? Inyuma ya Tifa hariho bangahe? Nta numwe. Ni Tifa gusa. Ingozi dufate ko biri gute? Ingozi nta mwana afise. Kubera? Nta mwana afise. Uri sure? Yeah. Okay, fine. Bireheruka kuvugwa yuko ushaka kuja muri management. Bimeze gute? Nivyo canke yari just akabeze nkuko bimaze iminsi umengo niyo deal bafise? Okay, nari muri management. Mugabo niyamfashije ikintu naciye ndayivamwa. Mugabo bamfise uwo ahora mfasha. Atari banga wari muri management nyabaki? Siepe. Yeah. Dize benshi barabizi. None ni yihe mvo nyamukuru yatumye ushobora kuva muri iyo management? Hariho ikibazo nyabaki cyatumye uvamo? Ingene twakora. Mu byo bari bambwiye ko bazonkorera ntibabishitseko. Ico gituma naciye niyumvira ndabivemo. Ubwo Afro Slim mu bintu bituma mushobora kuba muva mu management, kajya kantu ko kuvuga ati mwinje muri management kumbura tawo bimenye abamenyesha makuru bagerageje kubabaza ati mufitanye mkataba gani, ugasanga biriko birebire murabinyegeza ukuntu. Ubwo ntibituma mu bintu bituma muja muri management itaramba cyane? Mugabo ndakubwira unaona myantukana na management. Mugabo sorry naongea Kiswahili. Myantukana na management. Unaona management wakati kama haifikishi vile benye unahitaji wewe vile mnaidiana, inakuwa tatizo. Na wewe hauko siri kubakia kwenye management, unapaswa tu kutoka. Na ndio vile nilifikiaga mimi nikafanya mwako kufanya nini kwa discipline ile management ya. Kwa hiyo huyo mtu ambaye anakusaidia kwa sasa ndio mtu ambaye uliona anatimiza yale malengo yako au? Okay, ni jamaa wangu, ni rafiki yangu, ila hatuna naye mkataba, lakini ni rafiki yangu. Nafikiri na soon tutakuwa naye mkataba kwa sababu anaelewa muziki ni nini, anaelewa maana msanii ni nini, anaelewa kustruggle kwa msanii ni nini. Tuseme kama sio serious, unaweza kutufahamisha mtu ni nani? Anaitwa MK. MK. Yeah. Okay. Afro, kuna kitu ambacho kinatutatiza sana sisi wafuatiliaji wa habari, kwa sababu tunaona kwamba nyinyi yani una kazi nzuri sawa, ila kazi zako zinachelewa sana. Kuna tatizo gani? Au ni kwa sababu zile acoustic night ambazo mnazifanya kule Mekato? Inatokana na muda. Ndio maana nilikwambia hivi, wakati nilikuwa kwenye management tu ya kwanza sikuweza kupata na gisi vile vitu walikuwa wakinikubalia, lakini nafikiri
Mwanzoni hapo wakati nilikuwa najisaidia mimi mwenyewe nilikuwa natoa nyimbo baada ya mwezi baada ya miezi miwili nini na nini. Lakini wakati niliingia management ikabidi nikakuwa na kawia kawia kidogo na mpaka sasa sio kusema ngweti kwa jana nafanya karaoke ndio maana mimi najipa muda kuandika nyimbo zangu. Niko na nyimbo nyingi. Kwenye simu yangu nina nyimbo nyingi nishafanya lakini muda tu ndo haujawadia wa kuziachia lakini hivi nitakuwa naachia nyimbo baada ya mwezi ya. Yeah, that is a promise. Yani unatuahidi kwa baada ya mwezi nyimbo mpya. Yeah. So Flo, kuna kitu ambacho kingine yani kinatutatiza tena. So kwa nini nyimbo zako huwa zinatoka audio na video inakuja after au isiwepo? Kuna tatizo gani hapo? Ilikuwa uwezo kwa sababu mimi ndio nisaidiza. Yeah, yani kwa sasa kwa sababu una mtu ambaye lakini sijawaahidi kama nitakuwa natoa kila nyimbo video no. Pana nyimbo unaweza kufanya video na nyimbo unasema hii nyimbo acha ipite kwanza audio kwa sababu ishike nafasi pale. Yeah, kivyako nyimbo ambazo zinatoka na video unazipa unaweza ukasema hizi ninazipa thamani gani na hizi thamani yake ni ipi? Yani zile nyimbo zinatoka na videos unazipa thamani gani wewe? Kwanza nyimbo ikitoka audio haifikagi mbali. Sio kila raia anaweza kaisikia. Lakini nyimbo ikikuja na video inapaswa kufika mbali. Sio Burundi tu, kila fasi itafika. Na kama ulimba vizuri na kila mtu ataipenda. Yeah. Flo, una warafiki zako wengi director. Kwa nini hujawahi kusema jinsi nilivyokuwa na mtu anaweza kanisupport kwa kifedha? Kwa nini sitafuti director mmoja ambaye anaweza kanisupport kivideo? Okay, na director wengi warafiki zangu. Na mwenye sisemi jina huko. Lakini nimesema kuambia Bianca kama ile pale TikTok. Huyo ndugu yangu lakini unajua hata kama ni ndugu, hata kama ni familia moja na tulitoka naye mbali. Sio nadhani kamwambia brother nisaidie kwa nifanyia video. Yeye mwenyewe ana uchungu anajua tulitoka wapi. Tulistruggle pamoja na Mungu anamsaidia. Lakini siwezi nikaenda nikamwambia bro nisaidie unifanyie video wakati sina hela mfuko. Inabidi nifanye nini? Nitole mkwanja kuenea. Kwa sababu yeye hawezi kanaomba hela, najua hawezi kanaomba hela. Lakini cha ataniomba napaswa nikitimize. Ndio unakutana ile kwenda kulia director unakutana nilikuwa najiangusha tu bure mimi. Yeah. Ya kuna wasanii wengi ambao yani video zao sijui zinakuwa zikoje. Kwa sababu ile hawathamani kile kitu wanasema yule ni jamaa atanisaidia kihivi. Yani wewe kivyako kwa nini unaona tofauti na hao? Kuna tatizo gani? Wale wanataka tu waone lakini kazi kama unajua unataka kufanya kitu kizuri weka kitu kusema uingize kitu kizuri. Yeah, lakini usijali ngo ule ni rafiki yangu anaweza kufanya video. So hata ule anakuwa iko na idea nyingine kwenye nyimbo yako. Sasa ikikufanyia video kwa ile idea yake wakati wewe uko na hauna hela za kuweka kwenye nyimbo yako, kesho utasikia anakuambia hujamtipe na viazi. Alikufanyia video ya ulofa wakati wewe ulienda kiurafiki tu. Kweli. Na kitu kingine, yani ni experience gani ambayo umeshaipata wakati tunakujua wewe ni msanii kutoka Burundi kwetu na pia unaimba acoustic night? Ni experience gani umeshaitoa pale? Nadhani kasema kwanza kwenye muziki wangu nishazoea washabiki. Yaani nishazoea gisi ya kujeroa shabiki. Kwanza hicho ni kitu kikubwa na kufanya music live ni kitu ambacho chenye nilifaidika kingine. Naanza nikaenda tafasi unanialika hata msherehe yako. Kweli. Na nitapiga live na utapenda na ndio kitu ambacho chenye nilifaidika kikubwa sana. Msanii ni live. By the way, tarehe 23 mwezi huu wa 8 tuna birthday party ya bosi wetu ambaye ni CEO wa DFTV. Atakuwa na sherehe kubwa, yani ni usiku wa DJ Funny. So, nikikualika siku hiyo inawezekana nikosti kiasi gani kwa sababu nataka nimfanyie surprise, Unajua nikwambie kitu. DJ Funny ni mtu wetu. Nyinyi ni watu wetu. Yeah. Hautangoja kunialika nitafika mimi mwenyewe. Hamna. Yaani mimi nataka nimfanyie surprise, yani uimbe. Labda ukinifanyia surprise nitaimba hata ukiniambia imba hata nyimbo hata 100 nitaimba kwa sababu unajua ule anapandisha muziki wa Burundi juu. Nitakosa kuimbaje. My boss. This is my first gift. Nitakupa. Nafasi yangu niipate usiku. Okay, Afro. Yani muziki wako unaelekea wapi? Kuna different gani before yani ule Afro wa zamani na Afro wa 2020? Yeah. Kwanza namshukuru Mungu kwa nafasi nilipata wewe mtu akunisaidia. Yeah. Anajua muziki, anaelewa muziki ni kitu gani na pana baadhi ya fasi muziki wangu alikuwa hajawahi kufika lakini kwa sasa unafika kwenye platform zingine.
Kuna challenge gani ambayo umeshawahi kukutana nayo katika hii industry ya 257 ambayo unasema kabisa hii challenge imenitatiza kidogo? Challenge. Naweza nikasema pale kusingiziwa kitu ya. Kama vile nimekusingizia kitu cha ngozi au vipi? Hamna, mimi sijakusingizia bwana. Mimi nilikuwa ngozi for really. Yeah. Walikuwa ngozi lakini wao ulisikia, nafikiri ulisikia. Jinsi ulivyosikia na mimi ndio nilisikia, lakini na mimi sijawahi kufanya interview kuhusiana na hicho kitu. Kweli. Na mwalikuwa akiniuliza wote namwambia hapana kwa nini vitu, kwa sababu ni kiki tu alitaka tu. Unajua mtu akishakuja anataka kuwa star. Anataka kupitia moyo vingi, anasema kwa nini wewe simchafue ili nikuwe star? Yeah. Ina maana yule mtu ambaye alifanya kitu hicho alitaka yani kupitia jina lako ili na yeye afike sehemu fulani. Mbona hajanifuatilia tena? Okay. Ingekuwa shanifuatilia sawa. Okay. Afro, yani nilipenda nikuulize, yani uko katika mahusiano au vipi? Mimi na mke. Na mke? Yeah. Mama Tifa au? Yeah. Are you sure? Yeah, sina mwingine na Mama Tifa tu. Okay. Ndoa lini au? Nafikiri after party ya Fani. Itakuwa ni ndoa yangu. Jamani, mwaka huu una joto, yani 2020 moto fire. Yani sijui usiku wa DJ Fani huku sherehe zingine. Kwanza nafikiri hiyo siku nitawapaga hata makadi. Kweli. Usije kufanya kama mwenzio kule tusijina nani hii na kamera sijui labda alikuwa na malengo yake ndio maana tu maana kuhitaji mfanye na mtima kamera. Hata pia unaweza kutuambia hivyo. Ni kawaida. Kila mtu ana gisi anavyopanga kitu chake. Hapana, kwangu sio hivyo. Yaani utatualika sisi wote. Nitawaalika kwa sababu nyinyi ni wazazi wangu. Nyinyi ndio mnatulea nini hapa. Okay. Flo, neno moja kwa fans wako na watu ambao wako nafuatilia DJ Fani 257 ambaye ni DFTV kwa sasa. Kwanza nashukuru kwa kunialikeni na pia naomba mnisupport. Gisi mlikuwa mkinisupport zamani. Na wazidi kunisupport na wengine. Yeah. Watazamaji wetu wa DFTV 257, mlikuwa na Dinye Delicia kwenye kipindi Stars News. Nilikuwa na mgeni wenu ambaye ni Afro Slim. Asanteni sana kwa nyinyi wote ambao mnawabaki mnatufuatilia, mnafanya subscribe, wengine mna share, like, comment. Comment yako nione hapo chini kwa sababu nijue nimekosea wapi au la niongezee kitu gani. Afro Slim, kwa kuaga nilikuwa nipendelee tena uwape tena kapera kidogo kwa yani verse ya kwanza ya come closer na uje kidogo. Okay. Acha niimbe come closer. Odinye. Nyumva nkubwira ukuntu byangenje. Oh sweetie. Vyotu mugumu mbana naranje. Iwawe naratakaye. Sindabona nuwakundutiye. Buri byishimo ndi kumwe nawe. Iyo udahari mbana buriwe. Iyo bebe. Uru rukundo rugiye kunsaza. Iyo bebe. Ndagwifuza no mu busaza. Sinifuza uko wamba kure. Come. Yeah, merci beaucoup. Guys, mwabyumvise yakangiye avuga ngo di Mama Tifa. Nawe ngeri muhungu. Guys, nawapenda sana. Till next time. DFTV. Tunda juhudi.